Hello, habari. Natumai kila mtu anakuwa yuko vizuri zaidi na ifungua video hii na kutaka kujifunza hichi kitu ambacho nimekiandika. Kuna watu wengi sana ambao kipindi kile walikuwa wanahitaji kufahamu nini maana ya cryptocurrency. Hasa nilipotaja coin moja inaitwa Pi. Kuna watu wengi wakataka niwaambie kwa ufupi. Lakini nikienda haraka ili nisipoteze muda, ninapozungumzia kuhusu Pi, hapa ninazungumzia coin ya kidijitali au pesa ya kidijitali ambayo inahifadhiwa katika mfumo salama wa kidijitali ambao unafahamika kwa jina la blockchain. Ni kama kitabu cha kuhifadhi miamala yote ya kidijitali. Tukisema pesa ya kidijitali, maana yake ni pesa ambayo haishikiki, lakini unaweza ukaiona na kufanyia matumizi moja kwa moja. Kwa hiyo kwa kuangalia unaona kabisa kiasi chako ni kiasi fulani, lakini kwa kuishika huwezi ukaigusa, lakini unaweza ukafanyia matumizi yako kama matumizi mengine. Kwa ufupi, ili mtu anielewe zaidi, ni kwamba hii mifumo ya blockchain ya cryptocurrency, umeona, mifumo ya cryptocurrency ilianza mnamo mwaka kama 2008, ambapo kuna kikundi fulani cha mtu mmoja kutoka huko Japani, au watu tuseme kwa sababu hawajulikani. Alikuwa anaitwa Nakamoto, kitu kama hivyo, kama Nakamoto hivi. Huyo mtu ndiye aliyepata hiyo idea ya kutengeneza pesa za kidijitali baada ya kuona kwamba pesa hizi zinazotumika duniani ambazo tunazitumia kila siku kama 10,000 na pesa zingine na duniani kote, ni kwamba aliona hizi zina changamoto kubwa, kwa sababu ni pesa ambazo kwa asilimia kubwa zinasimamiwa, au kwa asilimia zote tuseme zinasimamiwa na benki pamoja na serikali. Sasa yeye kwa kuja na solution yake au njia yake rahisi, akapata kwanza wazo kwamba kama pesa hizi zinasimamiwa na serikali au benki, basi ikitokea benki au serikali kayumba, basi hizi pesa zinafanyaje? Zinakuwa nazo kwa watu wanaozimiliki zinayumba, kwa uchumi wao unakuwa unafanyaje? Unashuka. Kwa hiyo sasa yeye katika mpango wake akaona kwamba atengeneze njia binafsi ambayo itakuwa inasaidia watu, kwamba inapotokea serikali au benki zimeyumba kiuchumi, basi watu wenyewe wanabaki na nini? Na pesa zao. Yaani kila mtu ausimamie uchumi wake yeye kama yeye. Kwa hiyo ndio maana huyu Nakamoto, sikumbuka nimepatia jina, lakini jina ni kama hili, akaja na hiyo njia nyingine ya kufanyaje, ya kuzitunza hizo pesa au kupata pesa zingine ambazo ziko tofauti, ambazo ndio hizo za kidijitali au mfumo mwingine wa kidijitali. Kwa hiyo mwaka 2008 nafikiri akaanza na hiyo idea ambapo alielezea. Mwaka 2009 ikaanza coin ya kwanza ya kidijitali ambayo ilikuwa iko tofauti kama hivyo alivyoizungumzia kwenye idea zake, ambapo hiyo ilikuwa inaitwa Bitcoin. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kuianzisha. Hiyo Bitcoin ilianzishwa ikiwa na bei ndogo sana, yani thamani yake ilikuwa ni ndogo sana, ambapo hiyo Bitcoin ilianza huko nchi za nje, yani huko kwetu sisi hivyo vitu tulikuwa hatuna. Kwa sasa ilivyoanza kutumika, introduce, then ikaanza kutumika moja kwa moja kwa kawaida, lakini kutumika kabisa kama pesa ilikuwa ni mwaka 2010, ambapo kuna mtu mmoja huko nchini Japani aliweza kununua pizza 2 akatoa Bitcoin 1,000. Yani ndo mara ya kwanza zinatumika, zilitolewa Bitcoin 1,000 kisha kapata pizza 2. Kwa zikaanza kutumika Bitcoin kama pesa nyingine, na zikaanza kununua bidhaa zikiwa na thamani za bidhaa. Miaka ilipozidi kwenda, kafikia kipindi makampuni yakaanza sasa kukubali kwamba mtu ambaye ana Bitcoin, ambaye ana ile coin ya Bitcoin, ana uwezo wa kununua bidhaa pale kwenye makampuni. Miaka ya 2015 kuja mpaka 2021 huko, ile Bitcoin ilipanda kwa kasi kubwa bei yake. Yani bei yake ilikuja ikawa kubwa sana mpaka kufikia mamilioni 100, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ipo kwenye milioni 190 au milioni 200 thamani yake. Kwa hiyo ikimaanisha kwamba mtu ambaye ana Bitcoin moja anakuwa na kiasi kisichopungua milioni 190 au na zaidi.
base ya thamani yake, kwa sababu ile Bitcoin ni pesa ambayo inapanda na kushuka, yani thamani yake inakuwa inapanda na pia inashuka, inategemea na nini na ile sababu yake. Kwa hiyo Bitcoin unaona ni jinsi gani inapanda na kufanya na kushuka. Kwa hiyo Bitcoin ndio pesa ya kwanza ya kidijitali ambayo tunaita ni digital currency au pesa ya kidijitali ambayo ni pesa mama. Baada ya hapo zilikuja zikawa zinaanzishwa coin nyingine tofauti tofauti, zingine ni kubwa, zingine ni ndogo, kuna zingine kama Ethereum na nyingine nyingi, lakini ndo mwaka 2018 kama sijakosea ndo ikaanzishwa coin maarufu inaitwa Pi, ambayo hiyo coin ya Pi ilichimbwa zaidi ya miaka 6, imepitia mambo mengi sana, na hiyo ndo coin ambayo inatakiwa au iliandaliwa kuja replace. Tunaposema replace ni kama kuchukua nafasi ya Bitcoin, kwa sababu Bitcoin sasa hivi inashuka na pia Bitcoin kwa sasa hivi ndo coin pekee iliyopo, lakini coin hii ya Pi ililetwa maalum kwa ajili ya kuja kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo Pi yenyewe inatarajiwa kuwa na bei zaidi ya nini ya hiyo Bitcoin. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza Pi ishaingia sokoni. Kwa hiyo sasa hivi kitu kinachotokea ni mikakati na mission mbalimbali kuhakikisha Pi inafikia kwenye ile bei kubwa ambayo inatakiwa, ambapo kwa Pi kama Bitcoin ina thamani ya milioni 190 na basi Pi inatakiwa kufanyaje kupatikana kwa zaidi ya hiyo pesa, ambapo kwa mwanzo ilisemekana kwamba ni milioni ngapi, zaidi ya milioni 500 almost. Lakini sio kitu cha siku moja kwamba tuseme ukiingia tu leo kuanza kuifanya au kuikusanya hiyo Pi basi siku hiyo utakuwa na hiyo pesa au hiyo thamani ya pesa hiyo ya milioni 500. Hapana. Isipokuwa, na ndio maana hata sasa hivi tunavyozungumza ishaingia sokoni, lakini haina thamani hiyo. Ina thamani kama ya $1, $2, ila inapanda na kushuka, na hiyo kupanda na kushuka ndio process ambayo inatakiwa ifanyike ili kuhakikisha inafanyaje inafika huko juu. Kumbuka Bitcoin ilichukua kama miaka 3 almost mpaka 4 ndio ikafikia bei hiyo kubwa na milipuko mikubwa ya bei. Kwa hiyo hii Pi kutokana na makampuni na wamiliki wake kuwa watu ambao wako makini sana, ni project ambayo inategemea kuchukua muda mfupi sana kufikia kwenye bei hiyo. Kwa hiyo unaweza ukashangaa miaka michache na ukuja ukashuhudia watu wengi sana kutoka katika nchi hii wakipanda kiuchumi kwa kasi mno. Yaani wakipanda kiuchumi kwa kasi mno, kiasi cha kwamba ukawa hauelewi kwamba wamepata wapi, kwa sababu kila mtu atauza kwa wakati wake. Kwa sababu kuna mtu mwingine kama itapanda itafikia labda $20 ambao ni sawa labda na laki ngapi, anauza anapata pesa kutokana na alikusanya coin ngapi, kwa sababu kuna idadi pia ya coin ambazo mtu anakuwa amefanyaje amekusanya, ndo zinasababisha yeye hela anayokusanya pia iwe tofauti na wengine. Kwa hiyo mwingine itafika labda milioni 1 atauza, na kuna wale ambao watasubiri kabisa wavumilivu mpaka ifike hata hiyo milioni 500 wenyewe, kisha akauza na kuwa tajiri tu mzuri na kutimiza pengine ndoto zake ambazo alikuwa anazihitaji. Sasa kwa nini inakuwa inafundishwa kwa watu wengi na kwa nini watu wengi wanakuwa nahimizwa waingie? Ni kwa sababu uchimbaji wa coin hii ya Pi uko tofauti kidogo na uchimbaji wa Bitcoin. Changamoto za Bitcoin zilikuwa ni kwamba mtu ili aweze kuichimba au kuipata coin ya Bitcoin ilikuwa ni lazima awe na kompyuta, tena yenye nguvu sana na uwezo mkubwa kompyuta. Na mwisho wa siku sasa ikawa Bitcoin wachimbaji wake wakawa ni watu wenye pesa tu, yani watu wenye uwezo. Wale watu wenye uchumi wa chini ikawa ni changamoto kwa sababu hawezi akamiliki kompyuta. Kwa Pi ikaja kutatua hayo matatizo, moja wapo ikiwa kwamba kuna uwezekano wa mtu kuchimba ikiwa anatumia simu yake ya mkononi na bando lake tu. Sababu nyingine ya pili inasababisha watu wahimizwe kuchimba na kuzikusanya hizi coin za Pi ni kwa sababu pia ni bure. Ni bure, bando lako tu ndio linalo unaingia kwa siku si mara moja. Yaani ni kitu cha muda mfupi, lakini kinakutengenezea mazingira ya wewe kutimiza mambo ambayo huwezi kufikiria na haujawahi kuyafikiria kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukimwona mtu, kuna watu sasa hivi hata mtaani ukiangalia wanakuwa kama wanajeuri, ni kwa sababu ya baadhi ya vitu ambavyo wanavitegemea baadaye. Kwa mfano
Kwa sasa hivi watu ambao wanachimba hii coin ya Pi ni watu ambao yani mtaani anakaa namna fulani hivi anajiona katika level nyingine, kwa sababu Pi kufika kwenye bei kubwa hizo milioni, si milioni 5, 10, 200 ngapi, ni kitu ambacho ni lazima kitafika kama uzima tutapewa na Mungu atawapa uzima pia waandaaji wa hii issue na management nzima. Ni kitu ambacho ni lazima kitafikia huko, kwa sababu hii ni project kubwa kweli kweli. Tukizungumza kubwa, ni kitu kisichofikirika kweli kweli. Ni watu wenye akili kweli kweli walikaa nyuma ya huu mradi kwa ajili ya kuandaa. Kwa hiyo sasa kufika huko ni lazima itafika. Kwa hiyo sasa kwa nini watu wanahimizwa pia ni kwa ajili ya kujiwekea mazingira kwamba sawa unafanya shughuli zako na maisha yako, lakini sio vizuri ukaziacha project au miradi ambayo wanafanya watu wengine ambao itakuja kukupa mafanikio ya zaidi ya hicho unachokifanya. Kwa sababu nina uhakika watu wengi hasa waliopo kwenye magrupu sio ya kutafuta ajira na nini, wengi, sio wote, wengi, kama Pi itaingia sokoni ni kwamba yani pesa ambazo watu wataingiza wale ambao walikuwa wanachimba Pi, yeye mtu ambaye ana ajira pengine labda tuashumu au tu imagine ajira hizi za kawaida hizi anaweza sizifikie kwenye maisha yake yote. Hapo na nakwambia hivyo kwa sababu hii ni project kubwa na ni kitu kikubwa cha uhakika. Sasa leo nilitaka nitoe maelezo mafupi kama hivyo kwamba cryptocurrency ni nini na dunia sasa hivi ni nini. Ni kitu ambacho nataka kukumbusha ni kwamba dunia sasa hivi tupo kwenye hatua ambazo tunaendelea kumove au kusogea kwenda kwenye udigitali zaidi. Kwa hiyo usishangae vitu kama hivi kuanzishwa na kuwepo, na havijaanzishwa leo, vimeanzishwa miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo soon utashangaa unafikia miaka 40, 30 pale hivi vitu ndio vilivyotawala duniani, kiasi kwamba hizi system za sasa hivi zikawa hazipo tena. Kwa hiyo hakikisha unajiandaa na unaungana na watu katika safari ambazo wako wanazipita. Kwa hiyo ndio maana na maelezo mafupi kuhusu Pi. Unaweza ukaweka comment hapo kwenye comment section kuuliza kitu chochote kuhusu hii issue, au uunge au urekebishe pale ambapo unahisi, kwa sababu kuna watu wengine pia wanafanya hapa, naamini urekebishe pale ambapo unahisi kwamba kuna kwa tofauti, unaweza ukafafanua zaidi. Pia unaweza uka request, kwa sababu naweza nikaleta video nyingine kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu zaidi.